Hakika kwenye kifo kuna usiri mkubwa. Simanzi na huzuni imetawala kwa wanakijiji cha Kibaridi Pujini baada ya mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Juma Suleiman Juma, mkazi wa shehia ya Dodo Pujini, ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 45 hadi 50, kufariki dunia baada ya kunamiwa na jiwe wakati akifanya shughuli zake za uchimbaji. Tukio hilo limetokea katika eneo la machimbo ya mawe lililopo Kibaridi Pujini, mkoa wa Kusini Pemba. Mkuu operation wa zimamoto na uokozi zoni ya Pemba, mrakibu mwandamizi Mbaruk Ali Juma, ameeleza juu ya tukio hilo na namna walivyofanikiwa kupata mwili wa marehemu Juma. Majina anaitwa mrakibu mwandamizi Mbaruk Ali Juma, ni mkuu operation zoni ya Pemba. Majira ya saa 4:30 tulipata taarifa kwamba kuna mtu kanamiwa na fusi eneo la Pujini. Tumefika eneo la tukio na kukutia mtu huyo bado yuko chini ya fusi hilo. Hapo taratibu zinaendelea ni za uokozi, lakini kulingana na nipande kubwa la ardhi limekatika na limemlalia, ilibidi tupate msaada wa Staveta. Ilibidi tufanye tutafute msaada kutoka kwa wenzetu watu wa mawasiliano. Tumechukua muda kwa lingana na magari yenyewe yalikuwa na kwenye pirika nyingine za kikazi, lakini hata hivyo yamefika eneo la tukio na taratibu zilizoendelea hapo ni za uokozi. Tumefanikiwa kutoa mwili huo, lakini kwa uthibitisho wa daktari ni kwamba alikuwa ameshafariki. Ushauri tu kwa wananchi kulingana na eneo lilivyo, eneo limekatika, ina maana hata usalama wake ni mdogo. Kwa hiyo umekiwashauri mamlaka husika ikiwemo watu wa mazingira kufika eneo lile na kuchukua maamuzi kama nilikulifungia kwa muda au kutoa ushauri mwingine kwa wananchi. Makame Khatib Makame ni mkurugenzi mtendaji kamisheni ya kukabiliana na maafa Zanzibar. Ameiasa jamii kufuata taratibu zilizoelekezwa na serikali, ambapo amesema kama kuna utaratibu wa uchimbaji wa mawe, basi wizara husika itaeleza utaratibu huo. Kimsingi tuseme tu kwamba hili si tokeo la mwanzo, hususan katika eneo hili la Pemba. Tumeshuhudia matukio kama haya katika maeneo ya Micheweni, lakini pia na leo hapa. Kimsingi hizi ni athari kubwa ambazo pia zinaambatana na masuala ya kimazingira. Bahati nzuri hapa nyuma mwenzetu afisa mdhamini ofisi ya makamu wa kwanza wa rais alikuja katika eneo hili na kutoa tahadhari katika tukio hili, lakini pia kusitisha hatua hizi za uchimbaji wa mawe katika eneo hili. Lakini kwa bahati mbaya wenzetu wameendelea na hatua hii na hatimaye leo tumepoteza maisha. Kwanza nichukue fursa hii kuwapa pole ndugu na jamaa, kwa sababu msiba umeandikwa na wajibu kupokea, kikubwa na kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini la pili, bado tuendelee kuwasihi wananchi, utaratibu huu wa uchimbaji wa mawe hauendani kitaratibu za kimazingira, lakini pia imekuwa ni chachu ya kusababisha maafa na kupoteza wananchi wetu. Msingi tufuate taratibu zote tunazoelekezwa na serikali, na kama kuna utaratibu wa uchimbaji wa mawe tutapewa utaratibu kupitia wizara husika ikiwemo Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Kinyume chake tukiacha utaratibu tutapoteza nguvu kazi. Leo huyu ameacha familia, ameacha jamii ambayo ni tegemevu. Sisi kama serikali nivishukuru vikosi wenzetu kwa ajili ya swala zima hili la uokozi, hasa kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, ambapo wamesaidia kwa kiasi kikubwa mpaka kufanikisha zoezi hili la kupata mwili wa marehemu. Naye sheha wa shehia Dodo Ridwan Asa Omar amesema baada ya kupokea barua ya kuzuia eneo hilo kutoendelezwa katika shughuli za uchimbaji, aliwaita wananchi wake na kueleza juu ya agizo hilo, ingawaje bado inaonekana wengine wakiakaidi agizo hilo, huku wananchi wa shehia hiyo akiwemo kaka wa marehemu wakieleza namna walivyopokea taarifa ya tukio hilo. Kweli mpaka sasa hivi ni kuwa kama ili eneo linezuiwa uchimbaji wa jiwe. Kama wiki moja nililetewa barua kwa ajili ya kustopu jiwe lisiendelee kuchimbwa. Kwa hiyo kwa bahati nzuri, unajua wananchi uelewaji wao ni mdogo sana. Kwa hiyo kumbe walikuwa wanaendelea kufanya hii kazi wakati tayari wanashastopishwa. Taarifa ipo, baada ilipokuja barua nikampa taarifa naibu wangu ambaye wako katika shehia hii, ili kwa ajili ya kuwa kama waambie wananchi kwa kama siruhusa kuchimba jiwe, na baadhi ya wananchi walilalamika kunijia ofisini kwa ajili ya waombewe kwa ajili waendelee kuchimba jiwe hili. Kwanza mimi wito wangu ndani ya shehia yangu naambia wananchi wangu kwa kama waache, ambapo serikali kishatoa maamuzi, waache wasikilize maamuzi ambayo yaliokuwa tayari yanashatolewa na serikali, ili baadaye hatua kama kuna nini yoyote ili itafuata
ili kama kuna utaratibu wowote, lakini ikiwa kama ambapo kama watakuwa bado hawaelewi hatima yake au madhara yake, ndio haya. Othman Hassan Omar ni naibu wa sheha wa shehia ya Dolo. Nipo hapa katika eneo hili la Kware hii ya Kibaridi katika tukio ambalo limetokea muda si mrefu. Ni tukio ambalo ni la kusikitisha kidogo. Baada ya mfanyakazi mmoja ambaye kwa ni mchimbaji jiwe maarufu Bwana Juma Suleiman kupata mtihani wa kukatikiwa na mwamba wa jiwe, na kama unavyojionea pale kwamba tupo katika jitihada za kuhakikisha kwamba tunatafuta mwili wake, kwa sababu jiwe ni kubwa, na bila kupata gari ambayo itakuja kuondosha jiwe hili, basi itakuwa kidogo ni ngumu kupata mwili wake. Tumeshafanya jitihada kubwa za kuwasiliana na viongozi, tunasubiri ambayo kinaendelea kwa sasa. Kwanza baada ya kupata taarifa nilifika kwa katika eneo hili, lakini baadaye nilifanya jitihada za kuwatafuta viongozi mawasiliano, lakini mheshimiwa shehe mwenyewe alikuwa yupo hapa, kwa sababu niko kwa niaba yake hapa. Tukafika hapa tukaona tukio hili na baadaye tukaanza kuchukua hatua nyingine zaidi katika eneo hili. Kwa kweli, kwa taarifa nilionayo kwamba serikali ilifika eneo hili nadhani wiki moja nyuma, na walizuia eneo hili kwamba jiwe lisichimbwe katika maeneo haya. Sasa lakini binadamu tunajua kila mmoja anatafuta riski, kwa hiyo wamekuja kufanya hii kazi na matokeo yake kama nilivyoona. Lakini mimi niseme tu kwamba siku zote tunapokuwa na maelekezo na serikali, basi tunapaswa tuyafuate, kwa sababu serikali ina jicho kubwa na linaona kwamba wananchi wake hawapaswi wapate na matatizo. Kwa hiyo hii ni kazi ya Mungu imejitokeza, kwa sababu kazi ya Mungu ina makosa, lakini muhimu sana kufuata maagizo na maelekezo ya serikali. Jina langu naitwa Ali Suleiman Juma, mkazi wa Pujini Kibaridi. Kwa kweli huyu ambaye kapikwa na janga hili, mimi ni kaka yangu, baba mmoja mama mmoja. Kwa kweli tulikuwa pamoja katika hatua hizi za kujitafutia riziki za halali, lakini bahati mbaya na muda wake tayari umefika, ndio imetokezea kama hili ambalo limetokezea. Kwa hiyo hatuna jinsi, tumelipokea, tunajua ni kudra ya Allah, na Mwenyezi Mungu amfanyie pesi na wafanyie pesi pia wanaofanya shughuli hizi, kwa sababu ni shughuli zetu za kujitafutia maisha. Na alisema kwa naibu wa sheha kwamba kuna sehemu hizi zilikataziwa, lakini sio sehemu hizi. Iliyokataziwa ni sehemu ya ukanda wa bahari ambao sio huku ambao kunafanywa kazi sasa hivi, ni sehemu ambayo imeruhusiwa kabisa na serikali.